Yes, ni kukaribisha tena katika Talent Academy, mahali ambapo tunapata wasaa wa kujuzana mambo mbalimbali ama madini ambayo yanatutoa eneo moja kwenda eneo jingine. Na leo katika Talent Academy nimekuandalia mada nzuri kabisa ambayo inaenda kwa jina la You were born for others, yani ulizaliwa kwa ajili ya watu wengine. Twende kazi. Kulikuwa na msichana mmoja Myahudi, jina lake Esther. Alikuwa yatima, hakuwa na baba wala mama, akalelewa na binamu yake Mordekai. Hakuwa mtu wa kawaida sana katika jamii, lakini kwa mipango ya ajabu ya Mungu, Esther akachaguliwa kuwa malkia wa miliki kubwa ya Uajemi. Wakati huo huo kulikuwa na mpango mkubwa sana ukiandaliwa. Mtu mmoja mwenye cheo kikubwa katika ufalme, jina lake Hamani, alikuwa na chuki dhidi ya Wayahudi. Akapanga waangamizwe wote, wanaume, wanawake na watoto, katika siku moja. Mordekai alipata habari hii, akamtumia ujumbe Esther akimuomba aende kwa mfalme na kuomba huruma kwa ajili ya watu wake. Lakini kulikuwa na tatizo kubwa sana. Sheria ya ufalme ilikataza mtu yeyote kumkaribia mfalme bila kuitwa. Hata malkia mwenyewe hakuruhusiwa. Adhabu yake ilikuwa ni kifo, isipokuwa mfalme amwonyeshe fadhili. Esther akaogopa sana. Alijaribu kujitetea akisema hawezi kuhatarisha maisha yake, lakini Mordekai akamtumia maneno ambayo bado yanasikika hadi hii leo, maneno yenye nguvu isiyo ya kawaida. Alimwambia, usidhani ya kuwa wewe peke yako kati ya Wayahudi wote utaokoka. Nani ajuaye kwamba hukufika kwenye ufalme kwa wakati kama huu? Simama kidogo ufikirie maneno hayo kwa wakati kama huu. Esther hakuzaliwa malkia kwa ajili ya taji, mavazi mazuri au heshima ya kuishi ikulu. Alifikishwa mahali pale kwa sababu moja, kwa ajili ya watu wengine. Nafasi yake, uzuri wake, cheo chake, vyote havikuwa kwa ajili yake mwenyewe. Vilikuwa amana aliyopewa ili aitumie kuokoa wengine. Akachukua uamuzi mgumu, akasema maneno maarufu, nayo yamenukuliwa hivi: nikiangamia na niangamie. Esther akaenda kwa mfalme bila kuitwa, akiwa tayari kufa kwa ajili ya watu wake. Na Mungu hakumtupa mkono, akamfungulia njia. Mfalme akamkubali. Mpango mbaya wa Hamani ukavunjika, taifa zima likaokolewa kwa sababu ya msichana mmoja aliamua kuishi si kwa ajili yake mwenyewe, bali kwa ajili ya watu wengine. Ndugu yangu mwana Talent Academy, hii ndiyo hoja yetu ya leo. Ulizaliwa kwa ajili ya watu wengine. Mfikirie Desmond Tutu, kiongozi mkuu wa Afrika Kusini. Alifundisha dhana ya Ubuntu akisema kwa ufupi, mtu ni mtu kwa sababu ya watu wengine. Hatuishi peke yetu, tunaishi tukiwa tumeunganishwa. Martin Luther King Jr. aliwahi kunukuliwa akisema maneno ambayo bado yanasisimua mioyo ya watu hadi hii leo. Alisema, kila mtu anaweza kuwa mkuu kwa sababu kila mtu anaweza kutumikia. Na Mama Teresa wa Calcutta, aliyeishi maisha yake yote kwa ajili ya masikini na wagonjwa, aliwahi kusema, si kila mtu anaweza kufanya mambo makubwa, lakini kila mtu anaweza kufanya mambo madogo kwa upendo mkubwa. Fikiria kuhusu hilo. Huhitaji kuwa malkia kama Esther ili kuokoa maisha ya mtu. Wewe unaweza kuwa Esther nyumbani mwako, wa kazini kwako, wa mtaani kwako. Labda ni neno moja la faraja unalomwambia mtu aliyekata tamaa. Labda ni msaada mdogo unaompa jirani yako. Labda ni muda unaotoa kumsikiliza mtu ambaye hakuna aliyemsikiliza. Kila mmoja wetu ana wakati kama huu. Nafasi, kipaji au uwezo aliopewa si kwa ajili yake mwenyewe tu, bali kwa ajili ya wengine wanaomzunguka. Swali la leo ni hili: ni nani karibu nawe anayesubiri wewe uamke na kuchukua hatua kwa ajili yake? Labda ni mtoto anayehitaji uwepo wako. Labda ni rafiki anayehitaji sikio lako. Labda ni jamii yako inayosubiri kipaji chako kitumike kwa ajili yao. Nelson Mandela aliwahi kusema, maana kubwa ya maisha ni katika kile tunachowatendea wengine. Rafiki yangu, kama Esther, na wewe umewekwa mahali ulipo ukiwa na kile ulicho nacho kwa wakati kama huu. Si kwa bahati mbaya, ni kwa kusudi. Kwa hiyo leo usiogope kuchukua hatua kwa ajili ya mtu mwingine. Usiogope kutumia sauti yako. Usiogope kutumia muda wako, upendo wako kwa ajili ya wengine. Kwa sababu rafiki yangu, hukuzaliwa kwa ajili yako peke yako.
ulizaliwa kwa ajili ya wengine. Najua umejifunza mengi sana kupitia simulizi hii ya Esther. Hivi sasa chukua nafasi, tumia kipawa chako, karama yako, uwezo wako, akili zako zote kwa ajili ya kusimama kwa niaba ya wengine. Imeandikwa katika Mwanzo ile sura ya 12 na mstari wa 2 ya kwamba Mungu alimwambia Ibrahim, nitakubariki ama nimekubariki ili nawe uwe baraka kwa wengine. Ulichonacho si kwa ajili yako pekee, ni kwa ajili ya wengi. Jina langu ni Isaiah Sija na hii ni Talent Academy.